Katika idadi ya wanafunzi 12 wa Yesu Kristo, mwanafunzi wa kwanza kuuliwa alikuwa anaitwa Yakobo. Huyu mwanafunzi aliuliwa akiwa namba 1 katika idadi ya wanafunzi wale wote 12 waliotembea na Yesu, na huyu ni Yakobo mwana wa Zebedayo. Mfalme Herode Agripa ndiye aliyesababisha kifo cha Yakobo, na huyu Yakobo aliuliwa kwa kukatwa kichwa kwa kutumia panga. Yupo Yakobo mwingine anayejulikana kama Yakobo mwana wa Alfayo. Huyu alifariki kwa kupigwa mawe na akafa. Kifo cha mwanafunzi wa tatu ni mwanafunzi aitwaye Tomaso. Tomaso alitembea sana na Yesu, lakini alikuwa na mashaka kwa kile alichokuwa kikiona Yesu akikifanya. Hakuamini ufufuo wa Yesu Kristo hadi Yesu mwenyewe alipofufuka na kumwonyesha, akamwambia, gusa hapa. Baada ya kuamini, alihubiri sana kwa nguvu zake zote, na alihubiri hadi kufika nchi ya India, na huko alianzisha makanisa mengi ambayo yanaendelea mengine mpaka siku ya leo. Tomaso aliuawa akiwa nchini India, na aliuawa kwa kuchomwa mikuki kwa sababu tu alikuwa akimtangaza Kristo katika nchi ya watu ambao walikuwa na miungu mingi kama dunia ya leo ilivyo. Mwanafunzi wa 4 ambaye aliuliwa ni Simoni. Huyu ni maarufu kama Zealoti, na huyu ndiye Simoni ambaye wengi wanamjua kwa jina la Mkananayo. Simoni Mkananayo aliitwa Zelote kwa sababu alikuwa ni Myahudi aliyekuwa katika kikundi cha Wazelote, na Wazeloti walikuwa ni watu waliopigania uhuru wa Wazayuni au uhuru wa Wayahudi hata kabla Yesu hajafika hapa duniani. Mwanafunzi huyu inaaminika alikatwa vipande kwa kutumia panga. Inaaminika vile kwamba alisulubiwa msalabani kama wanafunzi wengine kadhaa. Yupo Yuda ambaye anajulikana kama Thadayo. Huyu naye Yuda alihubiri sehemu za Iraq, Irani na sehemu nyingi sana za Mesopotamia ya kipindi hicho. Aliuawa kwa kukatwa kichwa, kisa tu alikuwa akimtangaza Yesu. Mwanafunzi mwingine ni Filipo. Inaaminika aliuawa kwa kusulubiwa, japo taarifa zingine zinasema kuwa alinyongwa hadi kufa. Andrea aliuawa kwa sababu ya kumhubiri Yesu Kristo, na kwa sababu alikuwa akitangaza injili aliyoiona Kristo akiwa anaifanya. Na huyu alihubiri sana katika nchi za Ugiriki na nchi nyingi za Asia. Alisulubiwa kwenye msalaba wenye umbo la X. Kuanzia wakati huo ndipo likapatikana jina la msalaba wa Andrea, kwa sababu Andrea alisulubiwa kwa msalaba wa aina hiyo. Yohana ni mwanafunzi mwingine wa Yesu Kristo ambaye aliuawa kikatili na yeye. Yohana aliwahi kupikwa kwenye mafuta. Waliokuwa hawapendi injili anayoitangaza walimchukua wakampika kwenye mafuta, lakini Yohana wakati huo hakuweza kufa wala hakuzulika na mafuta hayakuweza kumchoma, ila baadaye alitupwa katika kisiwa cha Patmo akafa. Inaaminika alifia huku akiwa mzee, lakini taarifa zingine zinasema kwamba hakuna mwenye taarifa ya kifo cha huyu Yohana. Na hapa ndipo wengi wanahusisha Yohana na wale ambao Yesu alisema kutarudi, wao wakiwa bado wakingali wazima. Yupo mwanafunzi wa Yesu anayejulikana kama Mathayo. Alipokutana na Yesu aliacha ushuru na akaanza kumfuata Yesu mwenyewe. Alihubiri sana katika nchi za Afrika, katika nchi hasa ya Ethiopia. Huyu Mathayo ndipo alipoenda kuhubiri, na hapa Ethiopia ndipo inapoaminika kwamba ipo na Biblia ya kale kuliko Biblia zingine zote. Who knows, hakuna anayejua, lakini ukifika Ethiopia yawezekana ukapata kujua zaidi. Huyu Mathayo aliuawa akiwa anahubiri injili ya Yesu Kristo kwa kupigwa mapanga, kukatwa mwili wote mpaka akafariki kifo kibaya. Bartholomayo naye ni mwanafunzi mwingine ambaye aliuawa tena kikatili. Aliitwa Nathaniel. Alihubiri injili katika nchi za Amerika na India.
akimtangaza Kristo, lakini yeye ndiye pia aliyekufa kifo kibaya kabisa kuliko wanafunzi wengine. Kifo chake kilikuwa kuchomwa ngozi, kutolewa ngozi yake akiwa mzima, na kisha akafariki kwa sababu ngozi yote imeondolewa kama amechomwa, kama kuku anaenda kutengenezwa kitoweo. Petro ni mwanafunzi mwingine wa Yesu Kristo. Alijulikana kama Simoni Petro. Petro alikuwa jasiri mkubwa, na japo alikuwa na kiherehere wakati mwingine akiongea hata wakati ambapo hajaambiwa ongea. Alimkana Yesu mara 3, na baada ya kutubu akaanzisha makanisa. Aliuawa na dola ya Kirumi akiwa huko Roma. Huyu naye Petro alisulubiwa kwenye msalaba, lakini msalaba wake alisulubiwa msalaba ukiwa kichwa kinaonyesha chini, lakini miguu yake ikiwa ndio ipo juu. Yote haya aliyafanya tena kwa maombi. Akaomba, jamani, naomba msinisulubu namna hii, naomba mimi mnisulubu nikiwa kichwa chini miguu juu, kwa sababu sitaki kusulubiwa kama Yesu alivyokuwa amesulubiwa. Mwanafunzi mwingine alijulikana kama Yuda Iskariote, ambaye wengi wanamjua kama msaliti. Ndiye aliyemsaliti Yesu Kristo, lakini alikuwa na tamaa ya hela, akamuuza Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Lakini Yuda huyu naye alikufa kifo cha kujinyonga. Baada ya kurudisha fedha zile alizopewa, yeye akaenda akachukua kamba akajitundika, naye kifo ambacho sio kizuri. Wanafunzi hao wanakuwa wametimia 12, lakini yupo mwanafunzi wa 13. Baada ya Yuda Iskariote kujinyonga, wanafunzi walipokutana walipiga kura, wakamtafuta mwanafunzi mwingine alijulikana kama Mathia. Na huyu Mathia alichaguliwa baada ya Yuda Iskariote kujinyonga, na aliuawa kwa kupigwa mawe na baadaye kukatwa kichwa, akatenganisha kiwiliwili na kichwa chake. Mpaka hapo unaweza kuona kwamba hakuna mwanafunzi wa Yesu hata mmoja ambaye alikufa kifo kizuri. Wote walikufa kifo kibaya, japo walikuwa wanamhubiri na wanamwamini Kristo, lakini walikufa kifo kibaya. Sasa leo unaweza kujiuliza, maana kuna wengine wanasema kwamba Mungu hawezi kuchoma watu wake kwa moto, Mungu hawezi kaua watu wake, Mungu hawezi kawaacha watu hawa ambao waliokolewa na Yesu Kristo, kwamba Mungu anawapenda sana, hawezi akaruhusu wafe. Ni kana kwamba wao wanajiona bora kuliko hao wengine ambao walikufa wakiwa wanapigania imani. Wanafunzi wa Yesu walikufa kama mifano ya kufia imani na kusimama katika kipengele ambacho wamepewa mmoja baada ya mwingine, na ndio maana walifariki vifo vibaya hivi, ili wewe ambaye unahubiri leo, ili wewe unaisikia neno la Mungu leo uweze kulisikia kama unavyolisikia. Si kwamba Mungu aliwatupa, na wala si kwamba Mungu hakuwaona. Aliwalinda na vingi, kwa namna nyingi, miujiza mingi aliwatendea, lakini kwa kufa akawaacha mikononi mwa wale ambao walidhani ni watesi, lakini kumbe hawakujua kwamba wao wanatengeneza mazingira mazuri ya hao watu, kwa sababu mbinguni watalipwa thawabu kubwa na kubwa kuliko zile za wengine.